Ni vitu gani ambavyo nyie mnapenda kuvifanya mkiwa pamoja wawili? Sisi vitu vingi, yani kila kitu tunachokifanya, yani hatuwezi kusema hichi hapa tunafanya kwa peke yake. Si kila kitu tunachokifanya mara nyingi huwa tunapenda kufanya tukiwa pamoja. Kama tunaenda uwanjani kucheza mpira tutakuwa tunacheza wote. Kama kufua kama napokufua tunafua wote. Ni okay. Mnapenda muziki? Muziki si muda mwingi, yani tumekaa tu hatuna issue. Tumekaa tu ghetto peke yetu, ni kuimba, tunaimba gazeti. Kwa mnapenda na mnaweza kuimba? Wengine mnaweza mkamwimbia msikilizaji na mtazamaji wa Jicho la Upendo pamoja na Wankioma Picha tuweze kutizama jinsi ambavyo pengine huwa tufeel, yani tunatamani tuingie kwenye maisha yenu, kwamba tunasina tuone kumbe mapacha wao wana enjoy wakifanya moja mbili tatu. Hilo inawezekana kutuimbia kidogo? Bwana Pacha wanakuambia kwamba wao ni mafundi sana, na wakati mwingi wakiwa wamekaa pengine miongoni mwa kitu ambacho huwa wanakifanya kwa pamoja ni kuimba. Sasa mimi nawaachia maiki ili tuweze kutizama na kufuatilia kile ambacho wanakiimba kwa pamoja. Huu ni upendo ulioje. Tazama jinsi ambavyo pacha hawa wanaimba kwa pamoja. Akanitekeza kishenzi kwa nyimbo nzuri nyingi, swasi kanganya kadali burudani na fedha, mimi akanichukia, akanishusha thamani pesi nalompenda kisa mpinyo na bia. Maua yaende kwa Diamond Platnumz, wimbo wake unaitwa Kamwambie, miongoni mwa wimbo ambao pacha wameuchagua kwamba wana uwezo wa kuimba kwa pamoja. Wamenidokeza kwamba unaweza pia mkaimba wimbo wa Vanilla Lala wakiwa wamemshirikisha B2K. Tupetie hicho kipande kidogo na sisi nao tuweze kuenjoy pamoja na kufeel the way ambavyo pacha mnaweza mkao mnafanya vitu kwa pamoja. Mara tu ukinisogelea, ukinigusa, ukinikumbatia, kwangu naona zawadi. Stori za mapenzi wakiniletea, naona wazushi wanazikua, mbona sisi pogu. Hao ni mapacha bwana, wametuimbia nyimbo mbili. Ya kwanza wameimba Diamond Platnumz Nenda Kamwambie, lakini wa pili wameimba wa kwake B2K wakiwa pamoja na Vanilla unaitwa Lala. Miongoni mwa kitu ambacho wamesema wao hupenda kukifanya pale ambapo wametoka shuleni, wamerelax, wanapumzika, basi huwa wanaimba nyimbo kwa namna moja nyingine. Twende huko shuleni sasa. Hususan katika kipindi cha primary, sekondari hapo, walimu walipata shida gani kuwafahamu au kuwatofautisha? Tukizungumza walimu pia tuzungumze pia na wanafunzi. Walipata ugumu wowote, na kisa gani ambacho pengine mnakikumbuka huko mashuleni ambacho kilikuwa na tafulani kutokana na kufanana kwenu? Shuleni kingine nishasemaga kwenye video iliyopita kwa wale waliotazama. Kwa ile ya mwalimu anituma niagiza nikakate fimbo, anafika darasa anamkuta mwingine. Cha pili kingine kimetokea tu ni hapa chuo juzi. Kuna zile vitambulisho kuingia kwenye mtihani. Okay. Si itabidi vitolewe vile, kila mtu apate cha kwake. Kwenye kutolewa si katolewa kimoja. Wakizani si wanaona majina yote yanafanana pale. Passport zile wanaona passport zimefanana, majina yamefanana. Kwa hiyo akajua ni kimoja, kikatoka kimoja. Ndio kikatoka hicho kimoja. Ambacho kilikuwa ni cha nani? Kilitoka cha kwangu. Cha kwako. Maana yake Godfrey akawa amekosa. Bwana, kuna mmoja alishawahi kupokea zawadi au kuadhibiwa kutokana na mfanano wa mwenzake? Ndio. Ilikuwaje na ilishaje pengine? Kwenye kuadhibiwa hapo kipindi nilipo sekondari. Basi unajua kule sekondari maisha ya shuleni yale uni mwingi. Sasa kulikuwa kuna mtu ana simu, rafiki yetu aliibiwaga simu. Sasa alipoibua simu tukamkutaga aliyeiba yule, kati tumeenda naye huko, mimi nikamchapa, mimi nikampiga. Tukampiga nilikuwa mimi nikampiga na huyo naye alikuwa. Sasa yeye si akaenda kusema kwa mwalimu. Alikwenda kusema kwa mwalimu akachanganya. Hadi yupi akaenda kumtaja yule. Yule ndo akaadhibiwa, lakini mimi sikuadhibiwa. Yaani ulimpiga kwa sababu aliiba simu? Alikuwa ameiba simu. Pia wewe kwani umeiba simu? Hapa alikuwa anabishi. Kwa hiyo akapigwa, walikuwa kama watatu. Mimi nilikuwepo lakini mimi sikumpiga. Mimi nilikuwa zangu tunaangalia. Sasa kule ile hivi ndo kwa mwalimu akaenda kunitaja mimi ambaye sikumpiga kabisa. Akafika kule akasema mimi nimempiga, mimi ndo nikaadhibiwa na mwalimu tena makamu. Bwana haya, sawa. Turudi kwenye marafiki zenu bwana. Marafiki zenu wanapatikanaje? Kwa maana kwamba wewe unaweza kuwa umezunguka ukakutana na rafiki, na wewe ukawa umezunguka ukakutana na marafiki. Hivi mtu akiwa na rafiki, wewe ukipata rafiki, je, automatic anakuwa rafiki wa huyo au marafiki zenu wanapatikana vipi?
hiyo inakuwa automatic. Alafu wasasi hatutenganaji na marafiki tunakutana nao, tunakutana nao tukiwa wote. Kwa hiyo lazima wawe marafiki wa wote. Nitaongea naye vizuri na nitaongea naye vizuri. Kwa sababu haidai tokea kwamba tumetengana, mimi nikaenda nikakutana na mtu huko akawa rafiki yangu. Shuleni pengine tukiingia kwenye masuala mazima ya mitihani darasani, pengine mnafanya vipindi na malecture kwa namna moja au nyingine, huwa mnaketi dawati moja au huwa mnatengana? Tunaikaa dawati moja. Hata shule ya msingi tunabeba madawati yale marefu tunakaa hapa watatu. Kule tunaikaa pamoja, sekondari tunaikaa pamoja. Hata huko labda tukae karibu. Tukae karibu, labda mmoja akae hapa, mwingine akae kiti chake, lakini tumekaa karibu. Tunajua huku chuo tunakaa karibu sana kwa sababu tuko wachache darasani. Huko sekondari kwa kukaa karibu inakuwa ni ngumu kwa sababu walimu wanatenganisha. Unahisi ni kwa nini walikuwa wanawatenganisha walimu wakati ambapo mmekaa pamoja? Walimu walikuwa wanatenganisha, walikuwa wanaona tukikaa si pamoja tutaleta fujo sijui, au labda kama mnafanya mtihani wanahisi labda tutabadilishana. Maana wanaweza kwenye mtihani wanaweza wakawatenganisha kabisa darasa. Mmoja akae darasa hili, akae darasa lingine, au ukakae mwanzoni, mwingine akae mwishoni. Hamuhisi kama wanawaonea? Hapana, watuonei. Ni kawaida vizuri, utafanyaje? Kwa sababu wao ndo wanavyohisi kama kaa karibu. Hatuwaamini. Na kwenye upande wa academic matokeo, pengine hali ya matokeo na performance pengine kwa mmoja iko vipi? Sio kwamba tunafanana sana au tunatofautiana sana, ila kufanana tunafanana, ila tofautiana sana. Labda tuseme mimi nimekuwa wa kwanza mfano, yule anakuwa wa pili au wa tatu. Hazitofautiani sana, yani inakuwa hivyo. Kuna jambo lolote ambalo mmekwishawahi kulifanya makusudi tu kwa ajili ya kuwachanganya watu au kuwachezea mchezo? Hapana, si kuwafanyia kwani tu wachezee mchezo. Hamna. Labda tuseme sekondari, mimi nimeshaikopa hela kwa mtu, afu yeye akija kudai hajui yupi amemkopesha. Yule alikuwa anafikia ndio maana tumchezea mchezo. Akija kudai yule anasema sio mimi, na mimi akija kwangu nasema sio mimi. Hilo nimewahi. Bwana hata labda kuongea na simu. Kuongea na simu, labda kama mimi naongea na watu washikaji tuliosoma nao sekondari. Wamenipigia nikiongea nao kusema Godfrey yuko wapi? Nasema huyu hapa, mpe simu. Najifanya nampa, lakini naendelea kuongea mwenyewe. Halo, tunaanza kuongea na upya. Naanza kuongea tena mwenyewe. Bwana sana. Kwa hiyo inabidi watu tuwe makini kidogo kwa wakati tunazungumza na mapacha wanaofanana kwa namna moja au nyingine. Bwana, tupo Chuo Kikuu cha Iringa, tunazungumza na moja kati ya mapacha ambao wanasoma wote sheria, mapacha wanaofanana. Namzungumzia Godway pamoja na Godfrey. Kuna vitu vingi sana ambavyo tumezizungumza hapa na tunaenda kumalizia baadhi ya vitu ambavyo wako navyo hawa mapacha.